Jeshi 200 wa Burkina Faso wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi makubwa yaliyotekelezwa na kundi la kigaidi ambalo linahusishwa na Al-Qaeda katika mkoa wa kaskazini wa Lorome. Mashambulizi haya yalitokea Mei 10 na 14 mwaka huu na yanatajwa kuwa miongoni mwa mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo tangu kuanza kwa machafuko ya kijihad karibu mwongo mmoja uliopita. Shambulio la kwanza lilifanyika mnamo Mei 10 katika kambi ya kijeshi karibu na mji wa Titao, ambapo wanajeshi 60 waliuawa baada ya magaidi kuvamia kambi hiyo kwa kutumia magari yenye silaha nzito na pikipiki. Siku chache baadaye, kati ya Mei 12 na 14, mashambulizi mengine kadhaa yalitekelezwa kwa kushirikisha mashambulizi ya kushtukiza na vilipuzi vya ardhini, vikisababisha vifo vya wanajeshi wengine wapatao 140. Taarifa kutoka kwa maafisa wa usalama na vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa washambuliaji wanahusishwa na kundi la Jamaat la Waislamu ambalo ni muunganiko wa makundi ya kigaidi yanayoshirikiana na mtandao wa Al-Qaeda. Kwa sasa karibu nusu ya ardhi ya Burkina Faso haiko tena chini ya udhibiti wa serikali, hali ambayo inaongeza ugumu wa mapambano dhidi ya magaidi. Serikali ya kijeshi ambayo ilipindua uongozi uliokuwepo kwa madai ya kushindwa kukabiliana na ugaidi bado inakabiliwa na changamoto kubwa katika kurejesha utulivu. Mapigano haya yamekuwa yakiongezeka kwa kasi, si tu ndani ya Burkina Faso bali pia katika mataifa mengine ya ukanda wa Sahel kama vile Mali na Niger. Makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na mengine ambayo yanahusishwa na IS yanaendelea kuendesha operesheni za vurugu kwa lengo la kutoa maeneo na kuyafanya kuwa ngome zao. Machafuko haya yamesababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao, kushuka kwa uchumi wa maeneo ya vijijini na kuongezeka kwa janga la kibinadamu. Mashirika ya kimataifa yanaendelea kutoa wito wa msaada wa dharura kwa raia wa Burkina Faso na ushirikiano mkubwa wa kikanda ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugaidi katika eneo la Afrika Magharibi. Jeshi 200 wa Burkina Faso wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi makubwa yaliyotekelezwa na kundi la kigaidi ambalo linahusishwa na Al-Qaeda katika mkoa wa kaskazini wa Lorome. Mashambulizi haya yalitokea Mei 10 na 14 mwaka huu na yanatajwa kuwa miongoni mwa mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo tangu kuanza kwa machafuko ya kijihad karibu mwongo mmoja uliopita. Shambulio la kwanza lilifanyika mnamo Mei 10 katika kambi ya kijeshi karibu na mji wa Titao, ambapo wanajeshi 60 waliuawa baada ya magaidi kuvamia kambi hiyo kwa kutumia magari yenye silaha nzito na pikipiki. Siku chache baadaye, kati ya Mei 12 na 14, mashambulizi mengine kadhaa yalitekelezwa kwa kushirikisha mashambulizi ya kushtukiza na vilipuzi vya ardhini, vikisababisha vifo vya wanajeshi wengine wapatao 140. Taarifa kutoka kwa maafisa wa usalama na vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa washambuliaji wanahusishwa na kundi la Jamaat la Waislamu ambalo ni muunganiko wa makundi ya kigaidi yanayoshirikiana na mtandao wa Al-Qaeda. Kwa sasa karibu nusu ya ardhi ya Burkina Faso haiko tena chini ya udhibiti wa serikali, hali ambayo inaongeza ugumu wa mapambano dhidi ya magaidi. Serikali ya kijeshi ambayo ilipindua uongozi uliokuwepo kwa madai ya kushindwa kukabiliana na ugaidi bado inakabiliwa na changamoto kubwa katika kurejesha utulivu. Mapigano haya yamekuwa yakiongezeka kwa kasi, si tu ndani ya Burkina Faso bali pia katika mataifa mengine ya ukanda wa Sahel kama vile Mali na Niger. Makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na mengine ambayo yanahusishwa na IS yanaendelea kuendesha operesheni za vurugu kwa lengo la kutoa maeneo na kuyafanya kuwa ngome zao. Machafuko haya yamesababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao, kushuka kwa uchumi wa maeneo ya vijijini na kuongezeka kwa janga la kibinadamu. Mashirika ya kimataifa yanaendelea kutoa wito wa msaada wa dharura kwa raia wa Burkina Faso na ushirikiano mkubwa wa kikanda ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugaidi katika eneo la Afrika Magharibi.